Waislamu mara nyingi wamekuwa wakisema dini ya Uislamu ama Islam means peace. Hivyo ndivyo Waislamu wametaka kwamba watu tuamini hilo, kwamba Uislamu ni amani. Lakini unapofikiria vizuri utaona kwamba hiyo si kweli, kwa sababu Uislamu haujajengwa kwa misingi ya amani, wala Uislamu haupo kwa ajili ya amani. Uislamu ni vurugu tu za kawaida. Na tunaposema hivi hatuongei na chuki kwa yeyote, hapana. Maana tungependa watu waweze kuelewa what real Islam means. Maana Uislamu haumaanishi amani, ama wanaposema means peace ni uongo tu wa kupaka hapa juu, ndiposa Wakristo wanapoangalia waweze kuona kwamba Uislamu ni dini nzuri ambayo inaweza fuatwa na kila mtu. Lakini si hivyo, kwa sababu tunaposoma vitabu, na ukikumbuka jana katika somo la jana niliwaambia jambo fulani. Uislamu haujawekwa katika Qur'ani, hapana. Uislamu umefichwa katika vitabu vya hadithi. Na pale vitabu hivi tunapovisoma, Waislamu wanashikwa na ukakasi mwingi, kwa sababu wanaona kwamba mambo yao yanakuwa exposed. Ndio maana hawataki hata hivi vitabu vinaposoma, hawataki. Na nikakwambia wana distribute Qur'an, lakini hadithi hawawezi. Mfano leo na kitabu kingine kiko hapa. Kitabu hiki kinaitwa Mkweli Mwaminifu. Ziko juzu 4. Sasa katika Mkweli Mwaminifu, juzu ya kwanza na ya pili zimewekwa katika kitabu kimoja. Kama una vitabu hivi unaweza ukanipigia tukazungumza, namba yangu iko hapo unaiona. Katika kitabu hiki cha Mkweli Mwaminifu ni vitabu ambavyo vinaaminiwa sana na Waislamu ama Swadikul Amin. Nataka nisome hapa hadithi moja, alafu tuangalie kweli does Islam really means peace. Katika kurasa wa 128 hadithi ya 276. Yaani tutazitoa hizi hadithi mpaka watu wafahamu kweli. Maana watu wengi naona wanapotea, nimepata dini ya Uislamu. Ukiangalia kwa TikTok utaona watu wengi wanasema nimekuwa nikitafuta, sasa nimepata dini ya amani, nimepata Uislamu ndio dini ya kweli. Think otherwise. Soma vitabu. Na vitabu hivi tunanunua katika maduka yao. Katika hadithi ya 276 katika ukurasa wa 128 inasema hivi, sikiza vile na uniambie kama Uislamu unamaanisha amani. Muhammad anasema, nimeamrishwa nipigane na watu. Kwa hivyo hajaamrishwa apeleke ujumbe, ameamrishwa apigane na watu mpaka washuhudie kuwa hapana Mungu aabudiwaye kwa haki ila Mwenyezi Mungu, na Muhammadi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na wasimamishe sala na watoe zaka. Wakifanya hayo basi wamesalimika kwangu, si kwa Mungu, wamesalimika kwa Muhammadi. Damu yao na mali yao ila kwa haki ya Uislamu. Kumbe Uislamu haujajengwa kwa misingi ya amani. Uislamu, mwanzilishi wa Uislamu, the owner of Islam is not God. The owner of Islam is Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. The way they put it, the owner of Islam is not Allah. The owner of Islam is not God. This one man, Muhammad, the son of Abdullah and Amina. So when you accept Islam, you are not submitting to God, you are submitting to Muhammad. Hii ndio kitu anasema hapa, kwamba ameamrishwa apigane na watu. Kwa hivyo akienda mahali ambapo Uislamu hauko, sharti ni moja, apigane na watu mpaka wasalimu amri kwake. Na wakifanya hivyo eti wamefanya vizuri, na wamesalimisha roho yao na damu yao. Kwa hiyo wewe unayesema Uislamu unamaanisha amani, haya maneno umeyatoa wapi? Maana kwa vitabu si hivyo, kwa Qur'ani si hivyo, kwa hadithi si hivyo. Islam it's a religion of violence. This is not hate speech. We can see all over. Enda mahali popote ambapo dini ya Uislamu inasimama,
mahali popote ambapo Qur'ani inasimama. Naona Kenya tukisema we need a Muslim president. Think twice. Hii vitu unaona sasa tuko na uhuru wa ibada wa Kristo. Tuko na uhuru wa kuhubiri mahali popote. Pakikalia juu president Muislamu, forget about it. Na hiyo tunaiona tu. Unaenda mahali ambapo Wakristo wako, lakini kwa sababu kuna kamsikiti kamoja, mkianza kuhubiri pale, mbio washakimbia kwa serikali. Wamepeana pesa, funga hiyo mkutano, funga hiyo. Tumeishi kwa siku moja pale Nakuru ati kwa sababu ya kuhubiri tu. Ati kwa sababu tumesoma tu Qur'ani tu tukashikwa ndani. Hata OCS, sio OCS, yule ambaye anaandika pale account akawa anatuuliza sasa ninawaandikia nini? Kwa sababu wewe ndio umetukamata, wewe ndio unajua kile utatuandikia. Maana anajaribu kuangalia kokote hakuna. Lakini ameambiwa kama atafunga hiyo mkutano. Hiyo ni kidogo. Hiyo ni Nakuru. Isilie hapa ukienda uwezi hubiri haraka mpaka Waislamu wakuangalie vizuri, waangalie. Enda maeneo kama Garissa, ilikuwa ya Wakristo tangia zamani. Sasa hii huwezi hubiri. Enda Mandera, ati wewe uchukue na maspika zako, unaenda kuhubiri Mandera. Huwezi ukahubiri. Kwa sababu gani? Uislamu si amani. Uislamu ni vita. Na ndio sababu unaona tunapozidi kuwakaribisha kama Wakristo, maana sisi hatuna ubaya wote, hatuna chuki, tunakaribisha kila mtu. Tunapozidi kuwakaribisha, wao wanazidi kukua, it will reach a point in time where Christianity hatutaruhusiwa kuhubiri. Kwa hivyo Uislamu haumaanishi amani whatsoever. Uislamu unamaanisha violence. Unless otherwise, you can prove it, you can comment tupatane ili tuweze kufunzana zaidi. Tupatane tena siku ya kesho.